Mimi naitwa Masi, ni mke wa Davis Gibson Mandari ambaye amepotea toka tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Ilikuwa ni siku ya Jumapili. Alikuja ofisini kwake Mount Meru Hotel. Akafanya kazi zake mpaka ilipotimu majira ya saa 8. Akaaga kwamba anakwenda kanisani Njiro. Alipokuwa njiani alituma message kwamba amechukuliwa na gari la polisi na hajui kosa. Kuanzia hapo simu yake ikawa haipatikani mpaka leo. Message yake ilikuwa inasema, nimechukuliwa na gari la polisi, sijui kitu, nisaidie kufunga. Funguo iko kwa ndani mlangoni, kuna container. Wakiniachia simu nitakujulisha. Ndio mwisho wa message yake. Hii message iliingia kwenye simu yangu saa 10:35 jioni. Siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 3. Tueleze, mlango ilikuwa wapi na ulikuwa wapi? Wakati mimi nilikuwepo kanisani, wakati na yeye alikuwa anaelekea kwenye ile kanisa ambalo mimi nilikuwepo. Lakini sasa sijui kama alifika kanisani au hakufika, kwa sababu line yake inaonesha mwisho wake ulikuwa Impala. Yeye alikuja dukani, mimi aliniacha nyumbani. Yeye anajihusisha na biashara ya M-Pesa na benki hapa Mount Meru kwa zaidi ya miaka 10 Yeye ana umri wa miaka 48. Na ni baba wa watoto 3, wote wakiwa wako shule. Wanamhitaji baba yao kuliko kitu chochote. Yeye ni mweupe na ni mpole hata usoni. Sio mrefu sana wala sio mfupi sana. Baada ya kunitumia ujumbe, na mimi nilipotoka kanisani nilijitahidi kumpigia simu, lakini simu yake ikawa haipatikani. Hiyo simu haikupatikana kuanzia hiyo siku mpaka leo. Hakusema eneo kamili, ila alisema tu amechukuliwa na gari la polisi. Nilikuja dukani nikakuta kweli funguo pale aliponielekeza. Nikakaa dukani nikimsubiri arudi, maana aliniambia wakimwachia simu atapiga, lakini hiyo simu haikupigwa. Nikasubiri mpaka saa 5 ya usiku, haikupigwa. Nikaenda kituo cha polisi cha Central usiku huo. Wakaniambia nirudi baada ya masaa 24, na kweli baada ya masaa 24 nilirudi. Wakaniambia nimtafute kwenye vituo vyote vya polisi vya Arusha. Nimemtafuta vituo vyote, lakini sikufanikiwa kumpata. Nikarudi Central nikawaambia kwamba sijafanikiwa kumpata. Kwa hiyo sasa hivi wamefungua jalada la upelelezi na ndilo wanalolifanyia kazi mpaka muda huu. Vituo ambavyo nilifanikiwa kwenda ni pamoja na Ngulelo, Sekei, Usa, Njiro, Ngaramtoni na Muriet. Hayupo huko. Hapana, hata nimejitahidi kuuliza hapa ofisini kwake anapofanyia kazi, wakanijibu kwamba yeye kwanza haongeagi na watu. Kwa hiyo ni mtaratibu na huwa anaga shida na mtu. Hata na yeye hakusema sababu maalum pia. Aliyo imeniumiza kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu yeye ndo alikuwa anawapeleka watoto shule. Asubuhi akiwa anakuja kwenye biashara, huwa alikuwa anaongozana na watoto kuwapeleka kwenye gari la shule. Na sasa hivi watoto asubuhi nikiwaamsha nawaambia twendeni shule, wananiambia sasa wapi dadi? Alafu pia alikuwa ndio baba wa familia, watoto walikuwa wanategemea kula kupitia yeye, ada kupitia yeye na kila kitu. Sasa kwa hichi kipindi alichopotea, kwa kweli tunapitia changamoto.
Watoto wanapomjeruhi kuambia kwamba mahali alipo. La, sasa nimewaambia tu baba yenu labda amesafiri, atakuja baada ya muda. Kwa sababu nikiwaelezea hata habari ya polisi kwa sababu ni wadogo hawaelewi. Yeye ni mkazi wa Kilimanjaro. Mahali panaitwa Kilimanjaro, Marangu, Mambale. Makazi yetu ya Arusha tunakaa kwa mrefu. Nimeenda pia mahospitali na mochwari pia hayupo kokote. Mpaka sasa hivi ni siku ngapi? Mpaka sasa hivi ni leo ni siku ya 9. Tulienda Central, tuliongea na mapolisi. Kwa kweli wametuonyesha ushirikiano kwa sababu nao wanalifanyia hili jambo kazi sasa hivi kwa kuendelea kufanya upelelezi zaidi. Matumaini yetu mpaka leo tumekutana na mpelelezi, amesema kwa hizo siku kwa kweli ni nyingi na anajitahidi kujua ni wapi alipo mpaka wakati huu. Ndugu zake nimejaribu kuwashirikisha, hata ndugu yake mmoja nilikuwa naye kituo cha polisi kuanzia mchana mpaka wakati huu. Akiwa mwenye afya, lakini hatujui ni lini. Ila tumezidi kumwachia Mungu hiyo nafasi. Sasa inawezekana kwa sababu tumemtafuta vituo vyote vya polisi hayupo. Inawezekana labda wamemteka, hatujui yuko wapi. Sababu aliondoka, mimi sikuwepo. Sasa sijui aliondoka na hela kiasi gani wala aliondoka na hela shingapi. Sababu wakati anaondoka mimi sikuwepo ofisini. Simu zake za ofisi aliziacha dukani, hakuondoka na simu zake za ofisi, aliondoka na simu yake ya mkononi peke yake. Ombi langu kwa serikali wajitahidi kuweka bidii zaidi kumtafuta. Sababu ni baba wa familia na ni baba wa watoto na majukumu ya baba kila mtu anayejua. Atakayemuona popote tafadhali anitumie message au anipigie simu kwa namba 0754 6077 72. Naitwa Isaya Loshla. Mimi naishi na Mbere. Ilikuwa siku ya Jumapili saa 8. Wama anaenda ibada. Karudisha grill akaniambia niangalie gesi zake hapo. Akawa ameenda zake hivi, akaelekea maeneo ya Philips. Hapana. Ni kama kawaida yake alivyo. Ndio hivyo hivyo, alikuwa hivyo hivyo. Hana usuni wote. Amevaa t-shirt na kibegi chake kama rasket mgongoni. Na suruali jeans. Kiatu ndio sijajua amevaa kiatu gani. Ni mpole ana makuyo yote. Wala sio mtu wa magenge yote. Nesikivuyo. Nimekuja hapa kwa David. Niliona duka wazi na tulijua hayupo, kwa hiyo tumefurahi. Nilijua yupo nichukue vocha kama navyochukua siku zote. Ni mtu mpole, ni mtu mtaratibu. Anakusaidia kwa namna yoyote ile. Ndio. Ni kama tu wiki na kama na nusu sasa imepita. Nimekuja, nimechukua vocha, ananiwekea kama mama hapa anavyoniwekea na kuniungia vifurushi. Pengine hata kama nimekuja sijakamilisha hela, nachukua vocha zake, naenda nashusha hela baadaye. Kwa amekuwa mtu mwema kwangu sana. Ili siwezi kujua, ni masikitiko tu, tumesikitika kwa sababu mtu kama yule mcha Mungu, mtaratibu, mtu wa watu. Sijawahi mkuta David akiwa hapa nje kwenye magenge, ni yuko dukani kwake amenyamaza tu. Kwa tulivyosikia tumehuzunika sana. Nimekuja dukani hapa nikakuta duka limefungwa. Nikauliza mbona leo limefungwa mapema? Ndio sasa nikaelezwa kwamba hayupo tangia Jumapili. Jina naitwa Safina Shayo. Nimesikitika sana kuja dukani, naulizia David naambiwa hayupo. Kwa kweli kwa mara ya mwisho David alivyonihudumia ilikuwa ni tarehe 8, nilikuja kutuma hela kwake. Kwa nilipokuwa naingia kazini Jumapili kufika hapa nikaambiwa David hayupo. Amekamatwa na askari. Lakini hatujui chanzo ni nini wala tatizo ni nini. Kwa kweli David ni mtu mstaarabu. Yaani hapa ukija hata kama nimekwama, kwa kweli nikija hapa nikimuuliza David, nikimwambia David nitumia hata hela yangu bado kiasi fulani kimekasoro, David ananitumia kwa kweli.
Kwa hiyo kwa kipindi hiki chote ambacho nimekuja dukani nimemkosa Devi, inaumiza kwa kweli. Kwa kweli kwa jinsi ninavyomkuta mama hapa, ana masikitiko makubwa, anaumia sana. Nilikuja nikamkuta na mtoto wake hapo, maana mara nyingi namkuta yuko dukani na baba yake anaita dadi. Kwa kweli inaumiza, ni changamoto sana kwa huyu mama. Kwa kweli kwa hapo sitaweza kuzungumzia, isipokuwa yote haya yanayotokea tumwachie Mwenyezi Mungu. Nacho mke wa Devi amuombe Mungu sana, asilale bila kuomba. Changamoto hizi ni za kupita kwake, lakini pia tunaomba serikali wajitahidi kwa kweli kuulizia, hata kama kuna popote pale au chochote kile walichokisikia, wamjulishe tu huyu mama, anaumia sana moyoni kwa kweli. Watoto pia, kizingatia hali ya maisha sasa hivi ilivyo jamani. Tuna watoto, familia inamtegemea. Familia inamtegemea baba. Kwa kweli sina la kuzungumza sana, lakini Mama Devi, tuko pamoja na wewe mamangu. Tunakuombea. Tutoe sadaka, tumtumainie Mungu, hakuna kinachoshindikana. Tuko pamoja na wewe. Hata popote pale ninapopita jamani, mkisikia Devi wa M-Pesa, mahali